kwa majina yangu naitwa Flora Limo. Nataka nikufundishe namna ya kufanikiwa. Utoke kwenye hatua ulio nayo uweze kuwa na hatua nyingine. Hauwezi kufanikiwa kwa maombi na maombezi. Kitu kilichokufanya ukawa fukara ni kwa sababu hiyo akili yako, shika hicho kichwa hivi, umejaza maadui kuliko kujaza wateja. Umejaza maadui kuliko kujaza wateja. Mawazo yako na fikra zako, unawaza jinsi ya kumwangusha mtu badala ya kuwaza jinsi ya kujifunza product mbalimbali ili upate pesa, ama ujifunze ujuzi mbalimbali ili upate pesa. Kwa hiyo kichwa kinakamata ujuzi wa kuangusha maadui zako. Yaani umewabeba, huo ndio maskini wako. Na kichwa badala ya kuwaza vitu vya kuzalisha product mbalimbali, unawaza kuangusha maadui. Huo ndio ufukara wako. Na watumishi wa Mungu tufundishe hilo. Mdomo wako huu badala ya kuutumia kwa ajili ya kukunufaisha. Kwa mfano mimi hapa ni machinga. Naingiza product zangu dukani, pia nawapelekea wateja biashara kule walipo. Hii ni baadhi ya product zangu, na product nyingi. Ninapokwenda kutembea, mimi ni machinga. Nikikutana na mtu huyo ni fursa katika maisha yangu. Kuliko unakuta kinywa chako kimezuia kusema umbea na kuwasema watu vibaya. Yaani mtu akikutana na wewe unamwelezea ubaya wa adui yako kwanza mwanzo mpaka mwisho. Kumbe kinywa chako ni utajiri wako. Matunda ya maisha yako yako kwenye ulimi wako. Mimi nikikutana na sura ya mtu ni fursa. Naambia, habari yako dada? Nzuri dada, mimi naitwa Flora Limo. Ninatengeneza product nzuri sana, product za asili, mafuta mazuri sana ya asili ambayo ukijipaka usoni uso wako unakuwa nyororo, unaja kuhangaika tena na malotion na manini. Ukitumia product hii basi ilikuwa ni suluhisho katika ngozi yako. Na pia ukitumia kwa ajili ya nywele zako, utakuwa na hamu ya kuchana nywele. Kwa mfano mimi nilikuwa sina hamu kabisa ya kuchana nywele kwa sababu nywele zangu zilikuwa zinakatika mpaka zikabaki za hapa. Lakini sasa hivi nywele zinaendelea kujaa na zibaki kama jinsi ambavyo Mungu alivyonipa kipindi kile nilipozaliwa. Kutokana na mafuta haya yametengenezwa kwa mimea ya asili. Tayari basi nipatie kimoja. Sasa wewe kama unatembea na maadui ndugu, kama unatembea na maadui utakufa maskini. Alafu utabakia kusema kwamba unaona mimi nakimbia na biashara zangu hivi. Ukiniambia naomba nisaidie shilingi 5,000, nikwambia sina, maana hela zangu ziko kwenye mipango, sio za kugawa. Ukinikwambia sina, unaanza kunichukia. Huyu anajifanya anamtumikia Mungu, asiwatunza wao ni mbaya kuliko asiamini. Ni mvivu hata kusoma neno la Mungu. Paulo alisema asiwatunza wako ni mbaya kuliko asiamini, kwa sababu kipindi kile watu walikuwa wanapeleka mayatima makanisani, na kule makanisani wale mayatima wanapewa unga, wanapewa sukari, wanapewa mchele, vile vitu familia inaenda kula wale ambao ni wazima. Ndio maana Paulo akasema hivi kwamba umtunze huyo yatima wako kama ana ndugu. Yule ambaye hana ndugu kabisa duniani ndio atunzwe na kanisa. Haleluya. Na mjane ni yule kikongwe, hawezi kufanya tena kazi. Sio mtu kama mimi hapa na miaka 61, alafu bado nianze kusema mimi ni mjane. Hapana. Bado natakiwa nichakarike, nipate kuishi, kwa sababu tayari utajiri uko hapa. Habari yako mpenzi, product nzuri. Hebu jaribisha basi rafiki yangu. Tajiri. Wewe unaamka asubuhi unapiga story na umbea. Unawasema watu maadui wamejaa kichwani. Baada kichwani kwako jaza wateja, usijaze maadui, jaza wateja. Kajifunze hata kazi ya saluni, kunyoa watu nywele. Kajifunze hata kazi ya saluni, kusuka watu nywele. Kajifunze hata kupamba jamani kwenye kumbi na mbalimbali. Jifunze hata kupika mama ntilie, ufungue hata kisemu chako upike. Jifunze. Mimi nimetoka mbali na Mungu katika ujasiriamali. Mimi nilikuwa mama ntilie, nimeshakuwa mama ntilie, nimeshafungua duka, nimeshafanya hiki. Yaani natumia akili yangu vizuri. Haleluya. Na nikitoka na hivi vitu vyangu hivi, jioni lazima salio lisome. Sasa unakaa kwenye umbea, kuelezea habari za maadui, una wateja una maadui, unaelezea. Jioni salio lisomi, alafu unanionea wivu mimi. Mungu atakupiga. Utapigwa na Mungu mpaka ushangae. Kwa sababu natumia akili yangu vizuri. Biblia inasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Hebu mche Mungu.
Ukimcha Mungu, maadui wanafutika kichwani. Unashangaa, unapambana ufanye hiki, ufanye hiki, ufanye hiki. Unakuwa na alama ya kujumlisha katika maisha yako. Mungu awabariki sana na wapenda. Ndugu zanguni, utajiri, ukiutaka utajiri, usihangaike kwenda kwenye maombezi. Ukienda kwenye maombezi unajipotezea muda wako tu na kupoteza pesa. Kwa sababu tayari ulivyoumbwa na Mungu, Mungu amewekeza utajiri kwako. Sasa uzembe unaotumia wa kupiga story na kuwajaza maadui kichwani badala ya kujaza wateja ndio unakufanya unakuwa maskini. Unakimbilia kwenye maombi kwenda kuomba, unakosa walimu wazuri kama mimi ninayekufundisha. Kwamba hii mikono hii ni utajiri. Jifunze kusuka, jifunze kutengeneza vitu vya sanaa, jifunze vitu mbalimbali. Huu mdomo huu, imba. Mimi huwa naimba, nikipigiwa simu, mama njoo tuhudumie. Nikitoka kwenye madhabahu pale na wananipa sadaka. Siwaombagi hela mimi. Nilisema siombi hela. Kwa kupitia hii sauti Mungu amenipa. Wananipa sadaka nzuri. Haleluya. Huu kuimba tu. Ninampenda Yesu wa msalaba. Yeye ni mwema wakati wote. Ninampenda Yesu wa msalaba. Ni fursa. Na niko busy kutafuta nyimbo kwenye kichwa changu. Nyimbo ipi? Kutafuta mashairi yenye maudhui mazuri. Tanzania, Tanzania, huo ni urithi wetu. Hey! Fursa. Kitu unachofanya unakufa njaa ni kwa sababu tu kwenye kichwa chako baba